nazo ni dalili ya kwamba Mungu hajamalizana na wewe bado. Ya. Hata kama mambo hayaendi venye ungetaka yawe, hata kama hali ni nzito mno, Mungu yugali nawe. Dalili ya kwanza ni upatapo unaonywa mara kwa mara. Ukipata unajaribu kufanya jambo lakini unaonywa kupitia njia mbalimbali, hiyo ni dalili moja ya kwamba Mungu anakupa onyo, kwani hajamalizana na wewe. Dalili nyingine ya pili ni upatapo ya kwamba jambo ambalo ulikuwa unafanya linakuridhisha, unahisi vizuri sana, sasa hayo mambo huyafurahii tena, hayakupei ile raha na kule kuridhika ambako yalikuwa yanakupea, na hasa yakiwa ni mambo ambayo ni ya kidunia, mambo ambayo yalikuwa huenda kidogo kinyume na mapenzi ya Mungu. Sasa huyafurahii tena, huhisi kuridhika uyafanyapo tena. Hiyo ni dalili. Dalili ya tatu ni pale unapata ya kwamba unaanguka, unaamuka tena, unaanguka na unajinyanyua mara nyingine tena, kwani hata Biblia husema vizuri ya kwamba mwenye haki anaweza anguka hata mara 7 na anasimama tena. Hivyo basi ujipatapo ndio unashindwa, unaanguka, lakini Mungu anakusaidia, unajinyanyua na unainuka tena, hiyo pia ni dalili hajamalizana na wewe bado. Dalili nyingine ya 4 ni upatapo unahisi kutoridhika, hata kama mambo yako sawa, hamna shida, lakini unahisi some discomfort even when things are very okay. Hilo linamaanisha ya kwamba kuna mahali Mungu anataka ufike. Hapo umefika si mwisho, na ndio kuna kitu inakusumbua, ndio kama ni kujaribu kwenda mbele zaidi au kutafuta jinsi ambavyo unaweza badilisha hali yenye uko kwa sasa, uweze kulifanya lile, kwani ndio huwezi ridhika. Hata kama mambo ni mazuri, unahisi you need more and you need to do more. Inamaanisha God still has a lot in store for you. Na ya 5 ni pale unapata ya kwamba milango inafunga, ukifunguka mwingine unafunga, inakaa ikifungika. Kila mlango ukifunguka unafikiria mambo yamekuwa sawa, lakini muda kidogo tu unafungika. Lakini huangamii, uko hai tu na uko imara, unang'ang'ana, mwingine unafunguka, ghafla unafungika. Hiyo inaweza kuwa pia dalili kwamba Mungu bado hajamalizana na wewe. Na jambo la 6 ni kwamba bado wewe unahisi kuwa mcha Mungu, ili hali Mungu amekukwaza sana, ili hali unahisi Mungu amekukosea yake yote, amekuachilia, lakini unahisi tu kukaa pale kwa Mungu. Hata kama unahisi hupendelei na hutaki mambo yake sana, lakini unajipata tu bado unataka kukaa kwake, bado unataka kutembea kwa njia zake. Hiyo pia ni ishara moja tena kubwa sana kwamba Mungu hajamalizana na wewe bado. Na ishara ya 7 ni pale unapata unakaa ukiitwa katika mwito wako, unajaribu kutoroka, kupotelea mwito wako, lakini baada ya muda unajipata bado unafanya kile ambacho unajua vizuri sana ndio mwito wako. Unapatana na mangumu na changamoto nyingi, unatoroka, lakini kidogo kidogo unasikia huwezi ishi maisha bila kufanya chenye unahisi kana kwamba ndicho mwito wako, ndicho uliumbwa ukifanye. Hayaishiki, yanakaa magumu sana. Kidogo kidogo unarudi, unaenda, unang'ang'ana, unakwazika, unateseka, unapitia shida mingi, unatoroka kiasi, unarudi. Hiyo ni ishara tena kubwa sana Mungu bado yuko na wewe hapa kwa hapa. Na ishara ya 8 ni pale unapata ya kwamba unaadhibiwa, unarekebishwa tu,
unatolewa sakas tu kidogo hapa na pale, lakini haumalizwi kabisa. Bado Mungu hajamalizana na wewe. Ukipata ya kwamba Mungu anakurekebisha tu, Mungu anakuadhibu kidogo tu, lakini hajakumaliza, basi hiyo pia ni ishara kwamba yungali yunakuhitaji sana. Na hivyo basi, hizo ni baadhi tu ya ishara ambazo zinaweza kukuonesha vema ya kwamba Mungu bado yuna haja sana na wewe, na hata kama yuapitia mateso, hata kama yuapitia madhila, hali ngumu, hata kama yuapitia jangwani, Mungu bado yunawe, na chenye anataka kutimiza nawe katika haya maisha lazima kitimie. Thank you.